Ndugu mgombea, nataka niwakumbushe Watanzania, ulifanya zoezi la sensa ya watu na makazi katika nchi yetu mwaka 2022. Ulitoa maelekezo watu wenye ulemavu wahesabiwe. Ndugu mgombea, tulihesabiwa. Kwa sasa Tanzania tuko watu 5,347,397. Wote sisi tunakuangalia wewe. Sisi wote tunakutegemea wewe ndugu mgombea, ili uende ukafanye kazi ya kutusaidia, kwa sababu sensa ile ulisema watu wenye ulemavu waweke mahitaji yao. Hata mimi mwenyewe binafsi walipokuja kunihoji walisema unahitaji msaada gani? Nikasema mimi nahitaji gongo la kutembelea. Ndugu mgombea, tunaenda na mtu anayejua shida zetu. Wewe umetujua, unajua mimi nataka nini, na wenzangu wenye ulemavu wasioona unajua wanataka kwenda shule, unajua wanataka ajira. Ndugu mgombea, uliingia ukikuta watu wenye ulemavu walioajiriwa ni 146, lakini ninavyoongea leo wameingia kwenye ajira watu 1213. Mama Samia oye! Lakini umetoa maelekezo mahususi watu wenye ulemavu wajumuishwe. Hivi mimi ni nani nisimwombee kura Mama Samia? Mama Samia oye! Ndugu mgombea, tunaposema kazi na utu, utu umetuonesha ndugu mgombea, kazi umeifanya. Mabilioni ulioyatoa kwa watu wenye ulemavu, sisi tunawaomba Watanzania inapofika tarehe 29 Oktoba basi wakupe kura nyingi. Ndugu mgombea, umesema, tumekusikia, Watanzania wamekusikia. Umesema ndani ya siku zako 100 za kazi utatoa bima ya afya bure. Mojawapo ya kundi ulilosema utatusaidia ni sisi watu wenye ulemavu. Ndugu mgombea, kuna msemo unasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Ulipoingia ulitafuta fedha zile za uviko 19, ukatenga shilingi bilioni 8, ukasema hizi ziende kwa watu wenye ulemavu. Ndugu mgombea, tunakushukuru sana. Na fedha hizi zimefanya nini ndugu mgombea? Umejenga vyuo vipya vya watu wenye ulemavu katika mikoa ifuatayo: kwanza mkoa wa Kigoma, pili mkoa wa Songwe, tatu mkoa wa Ruvuma. Lakini umekarabati vyuo ulivyovikuta vikiwa chakavu. Jirani yetu hapa kilomita 160 Singida umekarabati chuo cha Sabasaba. Wenzangu wenye ulemavu wameshaanza kuingia darasani. Lakini kule Mwanza umejenga chuo kipya cha watu wenye ulemavu kiko Kisesa. Ndugu mgombea, hujatuacha. Umesema watu wenye ulemavu wako bara, wako Zanzibar. Zanzibar umejenga shule za mjumuisho 2. Moja umejenga mkoa wa Kati, shule ya mjumuisho Jendele, lakini umejenga na shule nyingine Pemba Pujini. Watoto wenye ulemavu wanasoma. Ndugu mgombea, utu wako na kutujali kwako kumetupa thamani sisi watu wenye ulemavu. Tunatembea kifua mbele. Umesema tukienda shule, tukifika pale darasani, mzazi akisha tukabidhi, umetujengea mabweni nchi nzima. Hapa ninapoongea mkoa wa Manyara umejenga bweni la watoto viziwi wanaume, shule ya Songa Mbele. Na hizi ni fedha ambazo ulizipata baada ya kuahirisha shughuli za uhuru mwaka 2022. Ukasema milioni 960 zikajenge mabweni 9 nchi nzima. Hapa Manyara wamenufaika na bweni. Lakini iko shule hapa kule Mbulu Endakoti umejenga bweni. Mheshimiwa mgombea wetu, sisi watu wenye ulemavu, wewe ni kipenzi chetu. Umefanya kazi kubwa ya kutuinua kwa miaka 4. Umetuonyesha utu, umetunyanyua kutoka wale ambao tulikuwa tunaonekana hatuna thamani. Leo tunatembea kifua mbele.